Kama ulivyosikia tayari ni muda wetu ni saa moja, ambapo tunaendelea na kipindi chetu cha saa ya uponyaji. Tuna kila sababu ya kumtukuza Mungu, kumsifu, kumuhimidi, kumadhimisha kwa sababu ya neema yake na uweza wake wa ajabu na wa pekee. Tuna kila sababu tena ya kumrudishia utukufu wake kwa ajili ya neema hii, pumzi ya uhai ambayo tunayo. Ni kwa neema yake kubwa sana. Basi niwakaribisheni ili tuweze kuwa pamoja katika kipindi chetu, tukiamini ya kwamba Mungu anakwenda kufanyika tena baraka katika usiku wa leo. Mungu wetu ni Mungu wa baraka, ni Mungu wa neema, ni Mungu anayetujali, ni Mungu anayejishughulisha na mambo yetu. Ndivyo neno lake linavyotuambia. Basi nikukaribishe na wewe pia mpendwa, mkaribishe ndugu mwingine, jamaa, mkaribishe, mwambie muda ndio wenyewe aweze kukaribia redio yake. Lakini pia tunaendelea kumshukuru Mungu kwamba wewe ambaye utashindwa kutusikia kupitia redio yetu, bado unaweza ukawa pamoja nasi mbashara kabisa kwa kufungua YouTube yako. Tunapatikana kabisa, kipindi hiki kinapatikana vizuri sana, na unaweza kwenda pamoja nami live kupitia YouTube yako. Andika neno tu saa ya uponyaji, tayari itafunguka na utaweza kuwa pamoja nami. Basi unaweza pia ukamtaarifu na ndugu yako mwingine na jamaa yako mwingine kwamba pia tunaweza kutufuatilia kupitia YouTube. Basi Mungu awabariki. Acha tumuombe Mungu ili aweze kuwa upande wetu, aweze kusema nasi kwa namna ya pekee, wema na uaminifu wake vikiwa pamoja nasi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunalibariki jina lako, tunalitukuza jina lako, tunasema asante kwa ajili ya wema na uaminifu wako. Umekuwa baraka, umekuwa msaada kwetu, umekuwa mlinzi wetu tangu asubuhi, mchana wote mpaka sasa tumeanza usiku. Sifa, heshima, utukufu, adhama ni vya kwako, tunakurudishia. Tunanyenyekea kwako na tunaarika uwepo wako na uweza wako, Bwana, viwe pamoja nasi, useme nasi usiku wa leo. Ututie nguvu pale ambapo tulikuwa tunaelekea kukata tamaa. Utuinue kwa mkono wako wenye nguvu, maana watoto wako Bwana ni mengi yanayotuinamisha nafsi, lakini tukiwa pamoja nawe na kwa neno lako, nafsi zetu huinuliwa kwa upya. Mungu wetu, kutana na wasikilizaji mahali walipo, ukainue nafsi zao, mioyo yao ilikuwa imeinama. Waliokuwa wamepoteza tumaini, ukawarejeshe tumaini kwa upya kupitia neno lako la uzima. Karibu Bwana, utubariki. Ni katika jina lako Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Basi mpendwa msikilizaji wangu, usiku wa leo napenda kusema na wewe neno la Bwana, neno la uzima linalo kuandaa. Ni kichwa cha habari cha leo, ni kukuletea habari ya kwamba vita vyako mkabidhi Bwana mwenyewe apigane. Ndilo somo letu, au ndicho kichwa cha habari kitakachotuongoza usiku wa leo. Vita yako mkabidhi Bwana aipigane, usijipiganie wewe mwenyewe. Mpendwa msikilizaji wangu, ni kwamba maisha tunayoishi, nina hakika kabisa wengi wetu tunapita katika vita vingi sana, vita mbalimbali. Tunapambana na mambo kadha wa kadha. Tunashambuliwa huku na kule, kulia, kushoto, nyuma na mbele. Adui huandaa vita sana juu yetu, na mara nyingi tumejikuta hatuna amani kabisa. Tumepambana, mpaka tumeishiwa nguvu wakati mwingine. Usiku wa leo na kuja kukutia moyo, na si kukutia moyo tu, ni kukuweka sawa kwamba ili wewe uweze kuvuka na kushinda, usipigane mwenyewe. Mwachie Bwana, mkabidhi Bwana vita vyako aweze kuvipigana mwenyewe. Wakati wa wana wa Israeli wakitoka Misri, wanaelekea Kanani, unakumbuka katika ile kitabu cha Kutoka sura ya 14, waliweza
kufuatiliwa na jeshi la Farao. Alituma jeshi la Farao kwamba liwarudishe. Wakati jeshi la Farao likiwafuatilia, ndio wakati nao wamefika kwenye ukingo wa bahari ya Shamu. Sasa walipoangalia mbele, wanaiona bahari ya Shamu. Wakigeuka nyuma, wanaona tayari jeshi la Farao limewafuatilia na silaha zote za vita. Haikuwa rahisi kwao, walikata tamaa, walisononeka, waliumia. Zaidi ya yote, walianza kumshambulia kiongozi wao Musa, wakimnungunikia, kwa nini umetutoa huko? Sasa tunafanyaje? Tazama mbele yetu ni vita, ni bahari, lakini pia nyuma yetu naona tayari jeshi la Farao limekuja kwa kasi na silaha, itatuangamiza hapa jangwani. Kwa hiyo mazingira yakawa magumu, wakamshambulia Musa, wakamlilia Musa. Basi Musa naye, kwa kuwa alikuwa na hakika na yule aliyemuita na kumpa kazi, aliweza kuwapa maneno ya ushindi, maneno ya kuwatumainisha na kuwaimarisha na kuwaondolea hofu. Akawaambia, hakuna sababu ya kuogopa, msiogope. Msiogope hao, wala msifanye chochote, ninyi tulieni. Simameni, tulia, leo mtauona wokovu wa Bwana. Bwana atawapigania, nanyi mtanyamaza kimya. Hiyo tunaiona katika hiyo Kutoka sura ya 14 na mstari wa 14. Lakini leo nataka tusome habari za mfalme Yehoshafati. Yehoshafati kutoka katika Biblia zetu, kitabu kile cha Mambo ya Nyakati cha pili sura ya 20. Kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya 20. Habari inaanzia mstari wa kwanza na kuendelea, lakini mimi kwa kuwa muda wetu na kuwa sio mwingi, nimependa tutafakari kuanzia mstari wa 17. Kwa ufupi wake ni kwamba sura hii au habari hii inaeleza pia vita ambavyo wafalme watatu walimwinukia Yehoshafati au kuinukia nchi yake. Mfalme wa Israeli Yehoshafati aliweza kupokea ujumbe ya kwamba tayari kuna mataifa matatu yamemwinukia, yamekuja ili kumshambulia, kumpiga vita. Ukisoma ule mstari wa kwanza unaona ya kwamba anasema kuna wana wa Moabu, yani ufalme wa Moabu, ufalme wa Amoni pamoja na ufalme wa Meuni. Hao walikuja kwa Yehoshafati ili kumpiga vita. Sasa mfalme Yehoshafati alipopata habari hizi, aliweza kuogopa sana, aliweza kufadhaika sana. Akafikiri, nitafanyaje mimi taifa mmoja? Nitapiganaje na mataifa haya makubwa matatu ambayo yameniunikia? Jambo la busara alilolifanya mfalme Yehoshafati ni kwamba aliinua uso wake kumwelekezea Bwana. Alichokifanya, alitangazia taifa lake, watu wake wote wa Israeli, ya kwamba sasa tuchukue nafasi, tumtafute Bwana, tutafute uso wa Bwana, tufunge na kuomba, tuite msaada wa Bwana ili Mungu aweze kutupigania. Maana sisi kama sisi hatuyawezi haya mataifa matatu ambayo tayari yametuinukia. Basi tangazo likatoka kwa mfalme. Taifa la Israeli wote, wakubwa kwa wadogo, wakalazimika kumtafuta Bwana, wakafunga, wakaenda mbele za Bwana. Ukisoma kuanzia mstari ule wa 5, tunaona kichwa cha habari kinasema ni Sara na ushindi wa Yehoshafati. Kwa hiyo kipindi kile Yehoshafati akaanzisha Sara. Ukisoma mstari wa 6 nasema, akasema, Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu wa mbinguni? Tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa? Na mkononi mwako mna uweza na nguvu, asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Anaendelea na sala hii, akawaongoza wana wa Israeli kuomba, akitaja uweza wa Mungu, akitaja sifa za Mungu. Basi waliendelea na sala hiyo, wakaendelea na maombi hayo, wakaendelea na maombi hayo
hata ikafika sasa Mungu akasikia sala zao, Mungu akasikia maombi yao, akashusha ujumbe kupitia Yahazaeli mwana wa Zekaria, mwana wa Benaya, ambaye huyo alikuwa ni Mlawi, ni katika waimbaji, alikuwa ni katika kundi la waimbaji. Mungu akapitisha ujumbe kwake, akapitisha unabii kwake, kuambia watulie, wasiogope lolote lile, kwa sababu Mungu yuko tayari kuwapigania. Mstari wa 15 anasema, akasema, huyo ni Yezreeli amepewa ujumbe na Bwana, akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkaao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ndio ujumbe ambao nakuletea usiku wa leo. Bwana amesikia kuomba kwao, na Bwana ameagiza, ametuma ujumbe kwao. Anawaambia, Bwana anasema, msiogope wala msifadhaike, kwa sababu vita si ya kwenu bali vita ni vya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni habari njema sana, inapendeza, inatia moyo, inarudisha matumaini. Kuona ulikuwa umekata tamaa kwa sababu umeona nguvu zako ni kidogo, lakini sasa Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Bwana wa majeshi, ambaye ndiye ni Bwana wa vita, jina lake, anakuja na anasema, sasa hii vita usihesabu kuwa ni ya kwako, ni vita ya kwangu, hii si yenu. Hakuna sababu ya kuogopa, turieni, nyamazeni, vita ni vya kwangu, mimi Mungu wenu nitavipigana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini mfalme Yehoshafati alianza kufurahi. Taifa la Israeli walianza kupokea matumaini mapya. Mahali palipokuwa na hofu na oga viliondoka, kwa sababu Bwana wa mabwana ameshuka na kusema. Sasa mstari wa 17 anasema, hamtahitaji kupigana vita, jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike, kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana akusaidie sana, msikilizaji wangu ambaye uko pamoja nami ninaamini kabisa kwamba baadhi yenu ni watu ambao tayari ulikuwa katika vita, na wakati mwingine ulikuwa umekata tamaa, umeogopa, kwa sababu waliokuinukia wana nguvu kukuzidi, kukupita, na wewe nguvu yako ni kidogo. Usiku wa leo nakuletea habari njema ya kwamba hebu vita yako hiyo mkabidhi Bwana, changamoto yako hiyo mkabidhi Bwana. Bwana anasema, ninyi hamtapigana vita hii, mimi mwenyewe Bwana nitaipigana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la msingi kwako unaotakiwa kufanya wewe ni kuhamisha vita yako. Mkabidhi Bwana, mwamini Mungu wako ambaye yuko tayari kukutetea na kukupigania. Yehoshafati alikundua, akafahamu kabisa, yeye kama yeye, vita hii mimi siiwezi, maana mimi ni taifa moja, lakini haya yameinuka mataifa matatu. Haikuwa rahisi, lakini akajua siri ni kukabidhi vita hii kwa Bwana. Ndio maana nimekuja na ujumbe huu usiku wa leo kwamba vita yoyote ulio nayo katika maisha yako, ili upate kuishinda, mtu wa Mungu unayenisikiliza, usiipigane wewe hautaiweza. Majeshi yanayokuataki ni makubwa, yanatoka kuzimu, tena majeshi aina mbalimbali, yamesukwa, yamefundishwa, yamepewa silaha. Na sikiliza nikwambie, unajua unayepigana naye ni shetani, na shetani alikuwepo kabla wewe hujazaliwa. Kwa maana nyingine nikwambie kwamba anayekupiga vita anakuzidi umri, tena siwezi kwambia mara ngapi. Alikuwepo
kabla ya wakati dunia inaumbwa. Sasa maana ni katika wale viumbe malaika walioumbwa wa kwanza, shetani naye akawemo. Kwa hiyo anajua siri zote, ni mzoefu wa vita. Wewe hujachua chochote. Ndio maana wewe kama wewe huwezi ukasimama ukajipambania, ukajipigania, ukashinda. Haiwezekani kabisa. Lazima ukubali na upate hekima na maarifa ya kwamba sasa hii vita nimeipigana muda mrefu, miaka kadhaa. Sasa acha nimkabidhi Bwana. Chukua hekima hii ya Yehoshafati, mtafute Bwana katika maombi yako. Hebu jinyenyekeze kwake Bwana ili uweze kumkabidhi Bwana, na Mungu mwenyewe aachilie ujumbe wake, aseme ya kwamba wewe usiogope. Hii vita hautaipigana wewe, bali mimi nitapigana mwenyewe. Bwana yuko upande wako. Naomba Bwana akutie nguvu na akuwezeshe. Ni kweli ukiendelea na mstari wa 17, maisha yaliendelea. Bwana akawapa ujumbe, wakasimama imara, hawakuwa na sababu ya kupigana. Wao walipewa kazi ya kujipanga. Ukisoma ukaendelea mstari wa 20 na kuendelea, utashangaa waimbaji tu walipoanza kuimba, walipoanza kumsifu Mungu, vita ile iliwageukia. Bwana alichokifanya, aliweza kuwaingilia wale wafalme, wakarudiana wao wenyewe, wakapigana wao wenyewe, alafu taifa la Israeli likawa salama. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu, Mungu akusaidie. Hebu toka katika hofu yako uliyokuwa nayo. Mwamini Mungu yupo tayari kukupigania. Unaposoma Zaburi ya 37 na mstari wa 5, kuna maneno haya ninayapenda. Zaburi ya 37 na mstari wa 5, anasema, mkabidhi Bwana njia zako, pia umtumaini naye atafanya. Umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini naye atafanya. Mungu akutie nguvu. Niombe kwamba njia zako mkabidhi Bwana usiku wa leo. Vita yako mkabidhi Bwana siku ya leo. Hapa kwa mzaburi amesema naye atafanya. Amini ya kwamba atafanya. Anakwenda kuinuka yeye mwenyewe, anakwenda kusimama badala yako, anakwenda kuvipigana yeye mwenyewe. Yeye ana majeshi ambayo wewe huwezi kuyahesabu kabisa. Wakati mwingine ulikuwa umetishwa na hao waliokuinukia, au hizo changamoto zilizokuinukia huko unakoishi, vikao vinavyofanyika kwa ajili yako usiku na mchana, nawe umekata tamaa, nawe umeogopa. Usiku wa leo neno la Bwana linasema usiogope. Wewe simama, wewe tulia, yuko Mungu. Vita hii hautapigana wewe. Nikupe neno la hekima la ushauri usiku wa leo ya kwamba, ninarudia tena na kurudia, vita yako mtu wa Mungu mkabidhi Bwana. Changamoto yako, hali yoyote ile ya sitofahamu uliokuwa nayo, usiku wa leo neno la Bwana linakuja kwako likikuasa na kukuongoza na kukushauri kwamba mkabidhi Bwana mwenyewe. Wewe hautapigana, bali Mungu mwenyewe atapigana kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukirudi kule kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati kile cha pili, ile sura tulikuwa tunasoma, napenda sana maneno ya mfalme huyu Yehoshafati, mstari wa 20. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waamini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Ninamtukuza Mungu sana kwa ajili ya mfalme huu Yehoshafati. Ninabarikiwa kwa maisha yake ya uchaji, ya kumcha Mungu. Ni mfalme, pamoja na kuwa mfalme, alijinyenyekesha,
aliamini kuna Mungu, alimheshimu Mungu wake, alimtanguliza Mungu wake. Na kwa kumtanguliza na kumwamini, matokeo ni hayo ya kwamba Bwana alikuwa upande wake kwa kila wakati na kwa kila hitaji lake. Kwenye vita yote ile, Bwana alikuwa upande wake. Hebu chukua neema hii aliyokuwa nayo. Hebu jiambatanishe na Mungu wako, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Wewe ambaye najua wengi ni Wakristo kabisa na hivi mnamwamini Mungu, kila mtu kwa dini yake. Hebu mwamini kisawasawa. Alafu kisha mwamini kisawasawa, uamini ya kwamba ukiwa pamoja naye Mungu akiwa upande wako, huwezi kujikwaa wala kushindwa kwa lolote. Ndio maana Paulo akiwa na hakika ya kwamba anamwamini Mungu wake, aliweza kusema katika ile Warumi sura ya 8 kuanzia mstari wa 31 na kuendelea kwamba Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Alikuwa na uhakika. Nami ninakushuhudia ya kwamba nina hakika ya kwamba huyu Mungu akiwa upande wako, huyu Mungu akisimama na wewe, hakuna vita itakayo kushinda, wala hakuna sababu ya kuwa na hofu, kwa sababu tuna Mungu wa miungu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka. Usiku wa leo uwe usiku wa kutiwa nguvu kwa upya. Uliyekuwa umekata tamaa, umekatishwa tamaa na dunia hii, umekatishwa tamaa na mapepo, umekatishwa tamaa sijui na ushirikina wa namna gani, unachezewa, mambo yako yanaharibika. Hebu rudi kwa Bwana, kabidhi vita hiyo kwa Bwana, mtumaini Bwana, na neno limesema umkabidhi njia zake na kumtumaini, naye atafanya. Ni usiku wa Mungu kukufanyia, ni usiku wa Mungu kukutetea, ni usiku wa Mungu kukutumia ujumbe, kama alivyotuma ujumbe kwa mfalme Yehoshafati wakiwa katika maombi yao, ya kwamba wasiogope. Nami ujumbe na kuletea kwako, usiogope. Amini ya kwamba Mungu sasa anakwenda kupigana vita vyako, na Bwana anakwenda kuleta mwanzo mpya mwingine. Wale tuliokuwa nao Jumamosi iliyopita, nilisema lile neno ya kwamba Bwana atakujenga nawe utakuwa umejengwa. Mungu anakwenda kusimama badala yako. Mwamini tu, kazi yako kwake ni kumwamini. Uamini uweza wake, uamini mamlaka yake, lakini pia amini upendo alionao kwako, ukijua ya kwamba wewe ni wa thamani sana kwa Mungu wetu. Alikuumba kwa jinsi ya sura na mfano wake. Wewe ni wa thamani, hawezi kukubali ukanyanyaswa, hawezi kukubali ukapotea hivi hivi. Ndio maana wakati wote ukimwita, yeye alisema nitakuitikia. Ndivyo alivyosema katika ile kitabu alivyosema na Yeremia sura ya 33 na mstari wa 3 kwamba niiteni nami nitawaitikia, nami nitawaonyesheni mambo magumu na makubwa msiyoyajua. Mungu akutie nguvu, Mungu akuwezeshe na kurudisha kwenye yale maisha ya tumaini. Uliyekuwa umekata tamaa, uliyekuwa umepoteza mwelekeo, ni wakati wa kurudi. Hiyo vita iliyo mbele yako hautaipigana wewe. Yuko Mungu ambaye yuko tayari kupigana. Ni vita ya umaskini, yuko Mungu ataipigana. Ni vita ya magonjwa na maradhi mbalimbali, Bwana ataipigana. Vita yoyote ile, ni vita ya changamoto kwa ajili ya elimu za watoto, gharama na mambo mengine. Vita yoyote ile ya kukataliwa katika ukoo, yoyote ile, Bwana ataipigana. Na acha niende kuomba na wewe na kuachilia neema ya Mungu ili iweze kuwa pamoja nawe, mpendo wangu msikilizaji, na Bwana akuanzishie ukurasa mpya usiku wa leo, maisha ambayo sasa ni ya ushindi. Tumwambie Bwana, tumtake Bwana na nguvu zake na uweza wake, ili aweze kusimama nami zaidi, na wewe pia zaidi ya yote ukimkabidhi njia zako, ili yeye aende kufanya badala yako. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na Baba yetu, mfalme wa wafalme, Mungu mwenye enzi, jina lako ni mwenyezi, uliyeumba vyote vinavyoonekana,
wewe mwenye nguvu zote, wewe unayetawala vyote mbinguni na duniani, ndiye mfalme, ndiye mtawala. Tunakutukuza kwa ajili ya usiku wa leo, tunakutukuza kwa ajili ya upendo wako, tunakutukuza kwa ajili ya wingi wa fadhili zako na uaminifu wako juu ya mwanadamu, lakini zaidi ya yote uaminifu wako juu ya neno lako ulilolitamka wewe mwenyewe. Mara zote tumeuona uaminifu wako kwa neno lako, ukisimama na kulitimiza na kulilinda na kulitetea. Bwana wa mabwana, nasimama na watumishi wako, watoto wako, watu wako uliowaumba kwa jinsi ya sura na mfano wako. Lakini Bwana, wengi walikuwa wamekata tamaa kwa ajili ya vita iliyoko mbele yao. Wengine wamepigana, wamejaribu kupigana, lakini hakuna kutoka, hakuna kupata mpenyo. Ni usiku wa leo Bwana, ni kusihi kwamba kwa watoto wako na watumishi wako Baba, neno lako liwe hai kwao. Zaidi ya yote Bwana, wakukabidhi kila mwenye vita kabidhi kwako, wote wakautafute uso wako, ili Mungu uweze kuwa baraka kwao. Baba, katika jina la Yesu Kristo le hai, ninawaleta wote ambao Bwana walikuwa wamekata tamaa kwa namna moja au namna nyingine, na wasogeza mbele ya kiti chako. Neno lako limesema, ninyi hamtapigana hivi vita, kazi yenu mtasimama tu, ili muone wokovu wa Bwana atakao watendea. Huyu Mungu aliye pamoja nanyi yuko tayari kuwapigania na kuwatetea. Nami nawasimamisha mbele zako Bwana, vita yao, vita ya kila mmoja mmoja, na ikabidhi kwako Bwana, na kusihi Mungu wetu usimame na kupigana vita ya kila mmoja mmoja ambaye tayari saa hii Bwana ameamua kuikabidhi kwako. Maana yeye kama yeye amepigana lakini hakuweza kufaulu. Sasa ni wakati ambapo Bwana namsogeza mbele zako. Naomba neema na kibali chako, mkono wako Bwana unaopigana vita, unaotupigania usiku na mchana, ukawapigania watoto wako katika jina lako Yesu Kristo re hai. Ninasambaratisha na kuyeyusha zaidi, nikiumba mioyo iliyokuwa imekata tamaa, na iumba kwa upya, ikaumbike kwa namna ya pekee, nikiachiria tumaini lako ndani ya wasikilizaji wote na watoto wako. Bwana, uweza wako kaonekane, na haribu kazi zote za ibilisi, na vunja kila mipango, na ategua mitego yote ya kuzimu. Bwana, watoto wako wakaipokee neema. Ninakataa mashambulizi ya magonjwa, ninakataa kila roho inayoachiliwa juu ya watoto wako ili kuwanyima amani, ili kuharibu na kuua fursa zao na kudhoofisha hatima zao. Bwana, hizo roho hazina mamlaka. Nasimamisha mkono wako Bwana, ukasimame na watumishi na watoto wako. Uweza wako na mamlaka yako visimame nao usiku wa leo. Baba, ninaziachilia baraka zako kwa ajili ya wasikilizaji wote. Bwana, wape moyo wa imani na uwape kuchukua hatua kama neno lako ambavyo limetuasa ya kwamba tukukabidhi njia zetu zote. Naomba wasikilizaji wote Bwana, kwa neema yako wapate kibali cha kukukabidhi njia zao, wakutumaini wewe, ili nawe Bwana ufanye kile ulichokusudia kukifanya kwa ajili yao. Baba, asante kwa kuwa ni mwema. Tunajikabidhi kwako na wakabidhi kwako, walinde watokapo na waingiapo. Wingi wa fadhili zako na baraka zako ziwe juu ya wasikilizaji wote, ukiwajibu na msaada kwao. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kuamini, amen. Mungu awabariki, Mungu awatieni nguvu. Chukua hatua kuanzia sasa. Amini ya kwamba vita yako inakwenda kuisha, kwa sababu umechukua hatua ya kumkabidhi Bwana. Basi Mungu akubariki. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu, ndugu yenu mpendwa wenu. Kama unavyofahamu, napatikana Kabanga, katika wilaya yetu ya Ngara. Namba zangu za mawasiliano ni 0629 422 606, 0629 422 606, au 0760
180 886, 0760 180 886. Mungu awabariki, niwatakie usiku mwema, lakini pia niwatakie maandalizi mema ya ibada za kesho. Mungu awe pamoja nanyi.